nilikupeleka Uturuki sio kusomea udaktari tu, bali kuongoza hospitali ya familia. Nikukumbusha mara ngapi kuhusu madeni nilokuwa nayo? Vikoba, kwa mangi, kausha damu. Kwa hiyo ulitaka nikae tu mundani. Kwa hiyo Simon, yaani ametoka huko alikotoka, ameenda makaburini kwa ajili ya kudadisi watu na kuanza kusikiliza stories za watu ambazo hazimuhusu. What is this? Ujisikii vibaya? Yaani sijutie kumpigia kura. Anafanya vitu vya maendeleo sana. Anaipa sana thamani familia yake. Umeshapona Kwani unataka kufanya kitu gani? Tekla. Mbona umelala hapa? Kuna nini? Nilikuwa nimepitia tu, nikaa nimesinzia. Tekla. Una mimba tena? Hapana, haiwezekani. Tekla. Inatosha kulia. Nyamaza. Moyo sitokuacha peke yako. Naomba uniahidi kitu kimoja tu. Upo tayari kulea mimba? Nitapambana na Mr. Richard mwenyewe. Lakini Awena, Richard ni bosi wetu. Familia yao ndio wanaomiliki hospitali. Mimi sitaki kuingiza kwenye matatizo. Alafu labda ukija kukosa kazi, utaishije? Kwa amri ya Richard, nimeshiriki kutoa mimba zako 4. Najihisi ni mwenye hatia sana. Sitaki kushiriki tena hiyo dhambi. Kukusaidia wewe, nitakuwa nimeutua mzigo mkubwa sana. Niahidi. Upo tayari kulea mimba? Awena, mimi nipo tayari. Kwa mimba ambazo nimeshazitoa. Naona hii ndo nafasi yangu ya mwisho kuitwa mama. Nipo tayari kulea mimba yangu kwa gharama yoyote.
Mimi kama nesi mwenye uzoefu nitatumia taaluma yangu kumtibu mtoto. Akipata nafuu utaenda hospitali nyingine. Kama tatizo ni pesa, mimi nitakupatia. Umenielewa? Awena, nashukuru sana rafiki yangu. Mlidhani sijui mchezo wenu. Najua kila kitu, mimba mpaka kujifungua najua. Na nilikuwa najua siku moja utamleta huyu mtoto wako hapa kwangu. Nilijiandaa vizuri kwa siku kama ya leo ili ushuhudie kwa macho yako navyomuua mtoto wako kwa mikono yangu. Mchome huyu mtoto. Hii dawa. Chukua. Mchome mtoto. Awena, mtoto wangu. Awena, mtoto wangu. Hebu tulia. Usifanye hivyo mtoto wangu, Awena, usifanye hivyo. Ya, kazi yangu imeisha. Jiandae kwa ajili ya msiba ya mtoto wako ndani ya dakika 5. Awena, mtoto wangu. Awena, mtoto wangu. Awena, mtoto wangu. Awena. Awena. Asante. Awena, asante. Hivyo ndivyo rafiki yangu kipenzi Awena alivyookoa maisha yako mwanangu. Richard ni baba yako mzazi. Hajawahi kukupenda wala kukuhitaji. Ana mke na mtoto na wana maisha mazuri sana. Hawajawahi kupungukiwa chochote kwenye maisha yao. Hivyo mwanangu, nakuomba tuishi maisha yetu. Nisamehe sana mama, nimekumbusha machungu yako nataka kusahau. Mama, usilie. Nisamehe sana, nimekumbusha machungu yako nataka kusahau. Pole sana Tekra. Kwa vipimo hivi vya leo ninavyoviona, sina haja kukuficha chochote. Haina jinsi, inabidi tu ukubaliane na ukweli huu unaoumiza. Upo katika hatua mbaya sana ya stage ya mwisho. Lakini pia ningeomba wape taarifa ndugu zako. Sina maana mbaya kwamba labda lolote bali linaweza kutokea kwa muda huu, lakini unapaswa kuzingatia masharti na vitu vyote ambavyo unatakiwa kuvifanya. Unaweza ukapona, japo kwa stage hii ni mbaya sana. Calm down, pole. Pole Tekla, utakiwa kulia. Unachotakiwa kufanya ni kunisikiliza mimi na kusikiliza vitu vyote ambavyo unatakiwa uvifanye ili uweze kuimarisha afya yako. Sawa?
Be strong, please. Silia. Silia, sawa. Haimaanishi kwamba ndo mwisho wako. Haya ni majibu tu. Pole. By the way, Dad, congratulations. Thank you so much, my sweetheart. Naona sasa vita imeanza. Ila safari hii tutapata ushindi ambao hakuna mtu yoyote ameutarajia. Wakati wanaume wengine wanafunga ndoa, mimi Mungu alinipa mke. Thank you so much, my wife. And I'm deeply proud of you. Napenda mnapopendana. Yeah. Good. Sasa ni wakati mwingine wa taarifa muhimu. Taarifa gani tena? Dad, Mom, please. Babe. Siamini kama umepokea simu yangu sasa. Babe, I'm sorry. Unajua leo ilikuwa ni siku busy sana. Alafu nilikuwa na pilika za familia nini. Unajua tena babangu mambo yake yalivyo. Najua. Nimeona. Unajua bebe. Babako ana uchu sana madaraka. Hivi si atuachie vijana na sisi tugombee. Baby bwana, sasa ache siasa afanye kazi gani? No. Babako ni rais wa hospitali na ofisi yake pale. Speaking of that, baby kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani? Baba anataka nichukue nafasi yake hospitali. Yaani kuanzia kesho kutwa mimi ndo nitakuwa rais wa hospitali. Babe, unanisikia? Yeah, nakusikia. Sorry. Kesho tunaweza kuonana? Ndio.
haina shida. Kwani kuna nini? Tafadhali, naomba asubuhi njoo nyumbani. Okay. Babe. Richard hahusiki na kifo cha mama yenu. Wakati wa Mungu kumchukua ulifika. Richard hakuwa na kitu chochote cha kufanya kuokoa maisha ya mama yake. Mzee, yani kama kawaida yako, kama siku zote ambavyo unafanya, haujai kubadilisha njia ambayo unapita wala kuchoka. Kila siku unamtetea Mr. Richard. Baba, niamini mimi, unamtetea Mr. Richard kwa sababu ni mfadhili wa kanisa lako. Hicho tu. Uwe mtoto, Mungu akusamehe bure. Mimi sio mali yangu, ni nyumba ya Mungu, wala sio kanisa langu mimi, bali ni madhabahu yake Mungu. Mungu alikuwepo wapi? Huyu Mungu unayemzungumzia kila siku baba, alikuwepo wapi siku ambayo mama yangu anaumia, anateseka na kufa kifo cha kikatili? Kifo cha kikatili baba, kifo cha kikatili sana 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 baba. Baba, wewe unaomba, wewe una mamlaka, wewe si mchungaji, askofu, sijui nani huko. Maombi yako ambayo wewe unaomba kila siku baba unaomba, kila siku wewe baba unaomba. Siku hiyo ambayo mamangu mimi anaumia, anateseka, maombi yako yalikuwa yanafanya nini baba? Yalikuwa wapi? Yalikuwa wapi? Mamangu anateseka, anaumia, maombi yako baba yalikuwa wapi? Wewe baba unasema kwamba maombi ni akiba, na wewe kila siku baba unaomba. Wewe babangu mimi kila siku namuomba Mungu, kila siku baba unaomba. Mbona hiyo siku maombi yako ambayo unasema kwamba tuombe mara nyingi, mimi na kaka yangu tuombe kila siku, tumuombe sana Mungu, tuombe sana sana, kwa sababu maombi ni akiba. Baba, siku ya maombi yako ambayo unayaomba kila siku yalikuwa wapi baba? Yalikuwa wapi siku ambayo mke wako wa ndoa anawa? Basi mwanangu, inatosha. Hivi nyie, niwaulize, kuna yoyote kati yenu ambaye anakumbuka kwamba leo ni siku ya kuzaliwa ya marehemu mama? Kuna yoyote kati yenu ambaye alidiriki hata kupita pale makaburini akaweka hata ua na kumwombea dua? Kuna yoyote kati yenu? Hakuna. That's what I thought. Nyie mmekaa kulaumiana tu. Leo mpeta na nini leo? Mwana mchezo ulionipa hapa si mchezo. Ulikuwa kama mnyama. Au Saidi kakuvuruga? Unaweza kukaa kimya? Umeshapata haki yako. Tulia, endelea kuvuta. Niache na maisha yangu. Oya, sio kwa ubaya, umesikia? Alafu usiniletee kibesi hapa geto kwangu. Nitakubadilikia, utonipenda maisha yako yote. Unanijua vizuri. Aliharibu maisha ya mamangu, akaharibu kesho yangu.
Mimi tu na mama yangu ndo tumeathiriwa na huyu baba. Na tumepata athari kutoka kwa huyu baba huyu. Ni familia ngapi zimeathiriwa na matendo ya huyu baba? Ni familia ngapi wamepitia mateso, manyanyaso kwa ajili ya huyu mzee? Berry, kama Mr. Richard aliweza kufanya hivyo kwa mama yako, amini kwamba rafiki yangu, kuna wamama, kuna watoto wanalia kwa ajili yake. Wewe usiumie. Sawa. Sawa. Eti wanamfahamu kama mtetezi wa wanyonge, baba wa familia. Ndiye kujali familia yake na ndoto yake kubwa siku moja eti aje kuwa rais. Richard kuwa rais kwa nchi yetu hii inotetea wanyonge, nchi yetu yenye amani, upendo. Huyu baba akia Mungu, ngoja tuone. Lakini nakwambia Mina nakwambia, naapa kwa jina la marehemu mamangu, akiwa amelala pale kaburini, akiwa amelala pale chini, nafsi yake ikiwa inamuuma, ndendelea kuwa mshenzi mwenye kila aina ya tabia mbaya na chafu. Alafu siku moja ambayo ndo amepata ushindi wa maisha yake, anachotegemea, anachotamani kuwa katika hii dunia, ndo siku ambayo dunia nzima itaenda kujua kwamba huyo mimi ndo baba yangu. Basi Mina, lakini sitaishia hapo. Mimi nitahakikisha kwa kipindi chote hiki yeye na familia yake nawapitisha kwenye maisha magumu na mateso kama ambapo mimi nimekuwa nikipitia kwenye maisha yangu yote. Siwezi Mina, moyo unaniuma mimi. Basi, niangalie. Basi, niko na wewe, nitaambatana na wewe, tuko pamoja kwa kila jambo, kwenye shida, kwenye raha, kwenye mateso, tuko pamoja. Acha kulia Berry. Acha kujitesa. Acha kuumiza moyo wako. Itoshe kusema basi, natosha. Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Kwa nini? Baba, dawa. Okay. Baba, samani, nilikuwa naomba kuongea kidogo. Najua mimi ni mdogo sana kwako na ni mtoto wa kike. Sijui kama hichi nitakachoongea kinaweza kuwa na namna nyingine tofauti, ila nilikuwa naomba nikushauri kitu kuhusu mama. Rose, wewe ni binti mdogo, lakini unakumbuka mara nyingi huwa nakwambia kwamba akili yako imekuwa mara 10 zaidi ya umri wako.
Haya, niambie mwanangu, niambie. Sijui mama usiku anakuwa wapi au anafanya nini, ila natamani uendelee na maisha yako. Natamani ujiangalie zaidi kwenye afya yako. Nyinyi mmeshakuwa watu wazima sasa hivi. Afya yako ni muhimu. Natamani kukuona ukifurahi. Urudi kuwa sawa ili uendelee na kazi. Na sio kuwa na maudhi yanayosababishwa na mtu mzima kila wakati. Rose, natamani ungekuwa mwanangu wa damu yangu halisi. Mtoto ambaye angetokana na mbegu yangu halisi. Najivunia uwepo wako maishani mwangu. Asante sana mwanangu. Sijui kesho yetu itakuwaje. Sijui maisha yetu ya mbele yatakuwaje. Lakini hata atokee mwanaume mwenye hadhi kiasi gani, mwenye wadhifa gani, akasema kwamba yeye ni baba yangu, hawezi kuchukua nafasi yako kwenye moyo wangu. Nimekuwa nikiwa namjua baba mmoja tu, na yeye ni wewe. Kwa hiyo natamani kukuona ukifurahi. Kuna wakati nilisota, mengi nikakosa, nikakata tamaa, siwezi kusoma.